Baba nipokee. Nimesikia sauti ya Baba, sasa natamani kurudi nyumbani, narudi nyumbani. Baba nipokee. Nimesikia sauti ya Baba, sasa natamani kurudi nyumbani, narudi nyumbani. Baba nipokee. Bwana Yesu asifiwe. Makambi mtaa wa Dumila 2026. Nitakwenda nikimsubiri Yesu. Niwakaribishe nyote katika kipindi cha mafundisho makuu, na kabla mtumishi wa Mungu hajasimama tuweze kufunika nyuso zetu kwa ajili ya ombi. Takatifu, takatifu Mungu Mwenyezi, tunasema asante kwa kambi hili la 2026. Sasa tunakualika ukashuke, ukazungumze nasi katika kipindi hiki cha mafundisho makuu. Tumie mtumishi wako aweze kunena nasi tukasikia maneno yako. Ndivyo tuombavyo kupitia jina la mwanao Yesu Kristo. Amin. Asifiwe. Basi ninachukua nafasi hii kuwakaribisha katika kipindi cha mafundisho makuu katika mwaka huu, na katika kambi hili tutajifunza kuhusiana na ujio wa pili wa Kristo. Tutajifunza kuhusiana na ujio wa pili wa Kristo. Tuombe. Baba wa mbinguni, tuko tayari kusikia neno lako na mafundisho yako. Hivyo tukualike useme nasi katika jina la Yesu. Amina. Kwa namna ya pekee sana, mafundisho ya imani za msingi, hii ujio wa pili wa Yesu Kristo ni moja kati ya imani za msingi zile 28, na hii ni imani ya msingi nambari 25 ambayo inaangukia katika lile fundisho la 6 linalohusiana na mambo yajayo. Na tunapoanza kujifunza kuhusiana na ujio wa pili wa Kristo, wapendwa, ahadi za Mungu ni za kweli na za milele. Kwa nini tunajifunza kuhusiana na sababu ahadi za Mungu ni za kweli na za milele.
tunakuwa na uhakika gani ya kwamba Yesu Kristo atarudi tena? Ni kwa sababu ahadi za Mungu ni za milele na ni za kweli. Na kabla ya kuendelea, tukumbushane ama tuangalie baadhi ya mifano michache ambapo Mungu alitoa ahadi na hatimaye akatimiza. Moja ya ahadi ambazo alizitoa Mungu, alitoa ahadi kwa mtumishi wake Ibrahimu. Na hiyo mtaisoma kwenye kitabu cha Mwanzo sura ile ya 12 fungu la 2 na la 3. Na ahadi ilikuwa ni kwamba ni kumpatia uzao na kumbariki na kumfanya kuwa baba wa mataifa. Ahadi hiyo Mungu aliitimiza. Lakini Mungu alitoa pia ahadi kwa wana wa Israeli. Na Mungu alitimiza mambo yote aliyokuwa amewaahidia kwa mujibu wa kitabu cha Yoshua sura ya 21 fungu lile la 45. Lakini msomaji, kama unaweza kutusomea neno la Mungu katika kitabu cha Isaya ile 55 fungu la 11. Isaya 55:11, tunaona hapo ya kwamba neno litokalo katika kinywa cha Mungu halirudi bure. Kwa ahadi zote ambazo Mungu amezitoa atazitimiza. Lakini wapendwa, aliahidi habari ya kuzaliwa Yesu Kristo, na wakati wa utimilifu wa wakati ulipofika, Yesu Kristo alizaliwa kwa mjibu wa Galatia sura ya 4 fungu la 4. Lakini Yesu mwenyewe aliahidi kwamba atakufa na atafufuka siku ya tatu. Kweli alikufa na siku ya tatu alifufuka kwa mjibu wa kile kitabu cha Mathayo 28 fungu la 1 na la 2. Sasa atarudi tena. Kuja kwa Kristo, wapendwa, mara ya pili kumetajwa mara 1518 katika Biblia na zaidi ya mara 300 katika Agano Jipya. Hii inathibitisha msisitizo mkubwa wa Mungu katika fundisho hili muhimu. Na ukweli ni kwamba hakuna unabii uliosemwa na kujadiliwa mara nyingi katika Biblia kama kuja kwa Yesu mara ya pili. Na niwaambie tu wazi ya kwamba kama Yesu harudi, hakuna faida yoyote ya kuishi. Na kama Yesu harudi, sisi sote tumepotea. Lakini wapendwa, habari njema ni hii: Mungu atatukuzwa, maana Yesu atarudi tena. Bwana Yesu asifiwe sana. Na hivyo hebu tuangalie kidogo kuhusiana na ahadi kwenye Agano la Kale na Agano Jipya kuhusiana na ujio wa Yesu Kristo mara ya pili. Biblia inasemaje, msomaji? Kitabu cha Matendo sura ya 3 fungu la 20 na 21. Matendo sura ya 3 20 na 21, karibu some. Kitabu ni Matendo sura ni ya 3 fungu la 20 mpaka 20. Na fungu lile la 20, kuni hata zije zamani za kufanywa upya vitu vyote zilizonenwa na Mungu kwa kinywa cha manabii wake watakatifu tokea mwanzo wa ulimwengu. Lakini pia ukisoma kile kitabu cha Yohana sura ya 8:56, Ibrahimu ambaye alitembea akitumainia ahadi, kwamba hata Ibrahimu alitumainia na akaendelea kusubiria akitumainia kwamba ipo siku Yesu atarudi. Msomaji, Yohana 8:56, neno la Bwana linasemaje? Yohana 8:56, neno la Mungu linasema, ndio, Ibrahimu baba yenu alishangilia kwa vile atakavyoona siku yangu, naye akaiona akafurahi. Akaiona kwa imani kwa mbali, akafurahia, akaona tumaini, akaendelea kuishi akitembea kwa muda. Wenu mtasoma kitabu cha Ibrania 11 fungu la 10 mpaka ile fungu la 13. Wakati akisafiri bado tumaini lilikuwepo ya kwamba ipo siku Kristo atarudi. Mtumishi wa Mungu Ayubu akiwa katika wakati mgumu, wakati wa majonzi, akiwa anapitia kipindi kigumu, aliandika maneno haya katika kitabu cha Ayubu sura ya 19:25. Akasema, lakini mimi najua ya kuwa mtetezi wangu yu hai,
na ya kuwa hatimaye atasimama juu ya nchi. Hiyo yote ilikuwa ni tumaini na ni uhakikisho ya kwamba hata katika Agano la Kale neno la Bwana linaeleza ya kwamba watumishi waliendelea kuishi wakitumainia, ama wakisoma ile Zaburi ya 53-5. Daudi naye alikuwa na maneno haya kuhusiana na kuja kwa Yesu Kristo. Zaburi ya 50 fungu la 3 mpaka la 5, msomaji. Katika Zaburi ya 50 fungu la 3 mpaka la 5, neno la Mungu linasema, Mungu wetu atakuja wala hatanyamaza pande zote. Ataziita mbingu zilizo juu na nchi pia, awahukumu watu wake. Fungu la 5, nikusanyeni wacha Mungu wangu, waliofanya agano nami kwa dhabihu. Mungu atakuja na hatanyamaza. Wapendwa, Yesu anarudi tena. Biblia kwenye kile kitabu cha Agano la Kale, lakini kwa wakati wako utasoma Zekaria 14 fungu la 4, na yenyewe inaelezea kwamba Yesu atarudi tena. Sasa twende tuangalie unabii katika kile kitabu cha Agano Jipya. Msomaji, kitabu ni Mathayo sura ya 24 fungu la 30. Mathayo ile 24 fungu la 30. Tumeangalia unabii wa kuja kwa Yesu mara ya pili kwenye Agano la Kale. Sasa twende tuangalie ujio wa Yesu Kristo mara ya pili kwenye Agano Jipya. Msomaji, karibu some Mathayo 24 fungu la 30. Mathayo 24 fungu la 30. Karibu. Neno la Mungu linasema, ndipo itakapoonekana ishara yake mwana wa Adamu mbinguni, ndipo mataifa yote ya ulimwengu watakapoomboleza, nao watamuona mwana wa Adamu akija juu ya mawingu ya mbinguni pamoja na nguvu na utukufu mwingi. Wapendwa, Yesu anarudi. Haleluya. Lakini msomaji, soma fungu sura ya 26-64. Huo ni unabii ambao unaelekeza na kuendelea kutupatia tumaini ya kwamba Yesu atarudi tena. Sura ya 26-64 kitabu cha Mathayo. Yesu akamwambia, wewe umesema, lakini nawaambieni tangu sasa mtamuona mwana wa Adamu ameketi mkono wa kuume wa nguvu, akija juu ya mawingu ya mbinguni. Asante sana. Hiyo ni kauli ya Yesu. Lakini wapendwa, baada ya kwa Yesu amekuwepo hapa, kafa, akazikwa, akafufuka, saa inafika amekaa na wanafunzi wake, anapopaa kwenda mbinguni, wanafunzi wakibaki wanatazama. Sikiliza kile kitabu cha Matendo, msomaji, sura ya 1 fungu la 11. Tusikie kauli ya malaika walioitoa kuhusiana na huyu Yesu aliyekuwa anapaa. Kitabu cha Matendo sura ile ya 1 fungu la 11. Msomaji, karibu some tena. Matendo sura ya 1 fungu la 11. Neno la Mungu linasema, wakasema, enyi watu wa Galilaya, mbona mmesimama mkitazama mbinguni? Huyu Yesu aliyechukuliwa kutoka kwenu kwenda juu mbinguni atakuja jinsi hiyo hiyo mlivyomuona akienda zake mbinguni. Sasa hapa tumeona ushahidi wa Agano la Kale, manabii wametueleza, tukaona ushahidi wa Agano Jipya, lakini tukaona ushahidi wa malaika wakishuhudia ya kwamba huyo Yesu mliyemuona akichukuliwa kutoka kwenu, aliyepaa, atarudi tena. Lakini sasa tusikie kauli ya Yesu mwenyewe. Msomaji, Yohana 14 fungu la 3. Je, Yesu mwenyewe alihakikisha na aliahidi ya kwamba atarudi? Ndio rafiki, soma Yohana 14 fungu la 3. Neno la Mungu linasemaje? Basi mimi nikienda na kuandalia mahali. Basi mimi nikienda na kuandalia mahali, nitakuja tena niwakaribishe kwangu. Nitakuja tena niwakaribishe kwangu, ili nilipo mimi nanyi mwepo. Bwana Yesu asifiwe sana. Na kwa sababu hiyo ndio maana tuna sababu, tunapoendelea na maisha, tunapoendelea na shughuli zetu, tunapoendelea kupita katika mitikisiko ya ulimwengu huu,
tuna sababu ya kuendelea tukisema na moto wetu huwa kambi ya kwamba nitakwenda nikimsubiri Yesu, kwa sababu tuna uhakika. Tumesoma Agano la Kale limetuhakikishia, tukasoma Agano Jipya likatuhakikishia Yesu anarudi tena, lakini malaika nao wametoa ushahidi kwenye kitabu cha Matendo 1:11 ya kwamba Yesu atarudi tena. Lakini tukapata finally uhakikisho wa Yesu mwenyewe, anasema ninakwenda na nitarudi tena. Bwana asifiwe sana. Yesu atarudi tena, na hilo linakuwa ni tumaini. Wapendwa, Kristo alikuwa amepaa mbinguni kwa namna ya kibinadamu. Wanafunzi walikuwa wameona wingu likimpokea Yesu, yule yule aliyekuwa akitembea na kuzungumza nao, Yesu yule yule aliyekuwa akiomba pamoja nao, Yesu yule yule ambaye alikuwa amemega mkate pamoja nao. Walikuwa pamoja katika mashua zao ziwani, na ambaye siku hiyo hiyo aliteswa pamoja nao juu. Walipata changamoto, wakaanza wakiwa na hofu. Rafiki yetu tuliyempenda, tungetamani tuendelee kuwa naye. Anapopaa, wanapoendelea kuangalia, ndipo wanapewa tumaini. Malaika wanawaambia, huyo Yesu huyo mnaimuona atarudi tena, na likaendelea kuwa ni tumaini. Wakati Paulo akiwa amefungwa na mfalme mkatili, mfalme Nero, na ameandaliwa tayari kuchinjwa, alisema maneno haya mazito, msomaji, katika kitabu cha Timotheo wa pili sura ya 4 fungu la 8, akiwa anakaribia kifo chake. Paulo akiwa amefungwa, anakaribia kuchinjwa, alikuwa na matumaini haya, akaeleza na akaandika, akasema maneno haya katika kitabu cha Timotheo wa pili sura ya 4 fungu la 8. Karibu msomaji, utusomee. Neno la Mungu linasema, karibu. Baada ya hayo nimewekewa taji ya haki, ndio ambayo Bwana mhukumu mwenye haki atanipa siku ile, wala si mimi tu, bali na watu wote pia waliopendwa kufunuliwa kwake. Akiwa anakiona kifo kiko mbele yake, kifo hakikuwa tishio tena, maana anatumaini ya kwamba Yesu atarudi tena. Bwana Yesu asifiwe. Hii inatutia moyo hata kama tutapita katika nyakati ngumu, hata ikatulazimu tukalala katika changamoto mbalimbali, bado wapendwa, Yesu atarudi. Paulo anasema maneno haya, baada ya hayo nimewekewa taji ya haki, ambayo Bwana mhukumu mwenye haki atanipa siku ile, wala si mimi tu, bali na watu wote pia waliopenda kufunuliwa kwake, ambayo ndio mimi na ninyi ambao mnanisikiliza na kutufuatilia. Lakini sikiliza mpendwa, katika kitabu cha Ufunuo sura ya 1 fungu la 7. Kitabu cha Ufunuo sura ya 1 fungu la 7. Hebu soma msomaji mahali hapo. Sura ya 1 fungu la 7, kitabu cha Ufunuo. Na hapa neno la Mungu linasema, tazama yuaja na mawingu, na kila jicho litamuona Yesu, na hao waliomchoma, na kabila zote za dunia wataomboleza kwa ajili yake. Naam, amina. Atarudi na kila jicho litamuona. Tutaangalia kwa undani huko mbele, lakini hapa tunapoona Ufunuo, Yohana akiwa amefungwa kwenye kile kisiwa cha Patmo, ndipo anapozidi kupata maono na anazidi kutuhakikishia habari ya kuja kwa Yesu, kuja kwa siri. Hayo tutayaona kile kitabu cha Ufunuo, msomaji, sura ile ya 22 fungu lile la 12. Karibu tusomee tena. Yesu anarudi, na kwa ajili hiyo tuna sababu ya kuendelea kusonga mbele tukimsubiri Yesu. Ufunuo sura ya 22 fungu la 12. Karibu. Sema, na ujira wangu u pamoja nami, na ujira wangu u pamoja nami, kumlipa kila mtu kama kazi yake ilivyo. Kwa kumbe Yesu anarudi, lakini wapendwa, anarudi upesi, na ujira wake uko mkono, kumlipa kila mtu kwa kadri ya matendo yake. Katika asubuhi hii ya pekee, tunapokuwa tukianza mafundisho haya, tunapojifunza somo ambalo limekuwa tumaini, somo ambalo likutie moyo ya kwamba Yesu atarudi tena. Ninapoweka msingi huu, wapendwa, nieleze kwamba tuna uhakika
kutoka kwenye Biblia. Tuna uhakika neno la Bwana limetueleza. Tumeangalia kwenye kitabu neno la Mungu takatifu, Agano la Kale na Agano Jipya, tukaona ya kwamba Yesu anarudi tena. Tukapata ushahidi wa malaika, tukapata ushahidi wa Yesu mwenyewe ya kwamba atarudi tena, na kwa namna hiyo tuna kila sababu ya kuendelea kuishi tukitumaini ya kwamba yu mlangoni na anarudi tena. Ndugu zanguni, mahali fulani, familia moja, binti mmoja ambaye wazazi wake waliondoka kwa sababu ya harakati za maisha, wakiwa wamemuacha kwa ndugu zao. Maneno waliomwambia huyu binti, tutarudi tena. Miaka ikakata, lakini ipo siku wale wazazi walirudi, licha ya kwamba matatizo yote huyo binti aliyoyapitia, kuhangaika, kuteswa. Alipoona wazazi wake wakija, furaha ilijaa, akasahau yale yote yaliyokuwa ameyapitia, maswaibu yote. Yesu anaporudi, wapendwa, changamoto zilizotukabili katika ulimwengu huu, machozi, misiba, magonjwa na kila kitu, tutavisahau. Na hivyo ombi langu la pekee katika asubuhi ya leo, tujiandae kwa ajili ya kuja kwa Yesu Kristo mara ya pili. Na Bwana aweze kuwabariki, na Bwana aweze kututunza katika asubuhi ya leo, kwa jina la Yesu Kristo, amen. Nilikuwa najaribu kujenga tu msingi katika siku ya leo, niwaalike tena tutakapokuwa tukiendelea, na kwa sababu ndo nimefanya utangulizi. Tutakapokuwa tukiendelea pia tutapata nafasi ya kama kutakuwa na maswali, tutaweka vizuri hapa, lakini ondoka na uhakika huu, Yesu anarudi tena. Bwana awabariki. Niwaalike tusimame kwa ajili ya kuomba. Baba wa mbinguni, asante kwa ajili ya ahadi zako. Ahadi zako ni za kweli. Asubuhi ya leo tena umetuthibitishia ukweli ambao umekuwa ni tumaini letu, kwamba Yesu unarudi tena. Naam Bwana, uje na hatimaye Bwana, fadhaa, mihangaiko, shida ambazo tumezipitia zitakoma. Tunapojiandaa, tunapoendelea na maisha yetu tukikusubiri, endelea kutupatia tumaini, tufae kwa ajili ya uzima wa milele, katika jina la Yesu, amen. Bwana Yesu asifiwe. Makambi Dumila 2026. Amen. Tunamshukuru sana IPD kwa ajili ya kipindi hicho kizuri. Tunaamini tumebarikiwa. Na mtazamaji, tunaendelea na mfululizo wa vipindi, ikiwa ni makambi mtaa Dumila, ikiwa ameundwa na makanisa mawili, Dumila Central pamoja na Dumila Mission. Nami ni kualika katika ibada ya asubuhi ya leo kuelekea mchana. Na siku ya leo, wakati wa sadaka tutahudumiwa na kwaya ya Paradiso, na wakati wa huduma kuu tutahudumiwa na kwaya ya Dumila Mission. Nami tu nikujuza ya kwamba leo kipindi hiki kizuri cha mahubiri, Mchungaji Ibrahim Jumbura atakuja kwa ajili ya kutubariki. Ni wakati wa kukaa miguuni pa Yesu, ni wakati wa kumtwika yeye fadhaa zetu, ni wakati wa kumweleza yale ambayo tunahitaji atende, lakini ni wakati wa kurudisha shukrani kwa mwaka mzima, na ni wakati wa kuanza upya tukijua tulipoenda kinyume, nasi tuenze kuanza upya. Nikaribishe praise team kwa ajili ya wimbo kukaribisha hudumu. Mara baada ya hapo tutaendelea na kipindi kizuri cha ibada ya leo. Mtazamaji, tafadhali endelea kubaki pamoja nasi, endelea kutuma ujumbe wako mfupi. Hapo baadaye wakati wa kuhitimisha nitarejea kwako na kusoma. Uko nami Remeli Joseph, baraka za Bwana ziwe nawe.
Mahali pa juu sana mbinguni, tunaalika uweko hapo katika ibada hii, ukae pamoja nasi ukitusaidia kuelewa yale ambayo yamekusudiwa kutoka kwako, tukiomba kwa imani katika jina la Yesu Kristo. Amen. Tusikilize fungu kuu. Inatoka katika kitabu cha Luka 21 na ule mstari wa 21 mstari wa 28. Nasema, basi mambo hayo yaanzapo kutokea, changamkeni mkaviinue vichwa vyenu juu, kwa kuwa ukombozi wenu umekaribia. Mungu abariki katika jina la Yesu. Amina. Basi kwa heshima mbele za Mungu tusimame na wimbo namba 161, tusimame wote.
Tupige magoti tupate ombi. Tuombe. Napenda kushukuru tangu tulivyoanza huduma hii asubuhi mpaka muda huu, sana asante. Mungu bariki tunavyojiandaa kwa ajili ya huduma kuu, uwe pamoja nasi. Bariki mchungaji, bariki na sisi wasikilizaji. Niombe kwa jina lake Yesu. Amina. Makambi mtaa wa Dumila 2026. Niwaalike wote asubuhi ya leo kwa somo la sadaka linalopatikana katika kitabu cha Malaki sura ya 3 fungu lile la 8. Malaki sura ya 3 fungu la 8. Neno la Mungu linasema, "Je, mwanadamu atamwibia Mungu? Lakini ninyi mnaniibia mimi. Lakini ninyi mwasema, tumekuibia kwa namna gani? Mmeniibia zaka na dhabihu. Ninyi mmelaaniwa kwa laana, maana mnaniibia mimi, naam, taifa hili lote." Fungu la 10. "Leteni zaka kamili ghalani, ili kiwemo chakula katika nyumba yangu. Mkanijaribu kwa njia hiyo, asema Bwana wa majeshi, mjue kama sitawafungulia madirisha ya mbinguni na kuwamwagieni baraka hata isiwepo nafasi ya kutosha au la." Mungu aliye shahidi mwaminifu na wa kweli, Mungu anayeangalia lugha ya mioyo yetu, analolisema yeye ni kweli na amini, anasema tumemwibia. Na kwa sababu anaiona mioyo yetu, anaona wanadamu, anauliza, tumekuibia kwa namna gani? Lakini hachoki kutoa majibu, mmeniibia zaka na dhabihu. Hakuna neno baya kama hilo linalofuata, kwamba yeye amethubutu kuiba amelaaniwa kwa laana kubwa, na si peke yake, taifa hili lote. Nachelea kwamba laana hii isiwe kwa ajili ya kambi la Dumila. Badala yake, fungu la mwisho, tulete zaka kamili ghalani, ili kiwemo chakula katika nyumba ya Mungu. Tuepukane na laana iliyotangazwa. Bwana atubariki katika jina la Yesu. Amina.
Tunakushukuru Mungu kutulinda mwaka mzima, hadi leo tumefika kwenye makambi ya leo. Wako wengi tulianza mwaka huu na wapo. Tunakushukuru Mungu, tunakushukuru Mungu kutulinda mwaka mzima, hadi leo tumefika kwenye makambi ya leo. Wako wengi tulianza mwaka huu na wapo. Tunakushukuru Mungu, pokea mioyo yetu pia nazo shukurani. Tumekuja na sadaka, zipokee Mungu wetu. Tunapoanza safari, utupe matumaini, utembee nasi Bwana hadi mwisho wa safari. Pokea mioyo yetu pia nazo shukurani. Tumekuja na sadaka, zipokee Mungu wetu. Tunapoanza safari, utupe matumaini, utembee nasi Bwana hadi mwisho wa safari. Tumekuja Baba yetu mbele zako kukuabudu. Tumekuja tudhaifu, tupokee twakuomba. Tupatie neno lako liuishe mioyo yetu. Bwana Mungu twakusihi. Tumekuja Baba yetu mbele zako kukuabudu. Tumekuja tudhaifu, tupokee twakuomba. Tupatie neno lako liuishe mioyo yetu. Bwana Mungu twakusihi. Pokea mioyo yetu pia nazo shukurani. Tumekuja na sadaka, zipokee Mungu wetu. Tunapoanza safari, utupe matumaini, utembee nasi Bwana hadi mwisho wa safari. Pokea mioyo yetu pia nazo shukurani. Tumekuja na sadaka, zipokee Mungu wetu. Tunapoanza safari, utupe matumaini, utembee nasi Bwana hadi mwisho wa safari. Pokea mioyo yetu pia nazo shukurani. Tumekuja na sadaka, zipokee Mungu wetu. Tunapoanza safari, utupe matumaini, utembee nasi Bwana hadi mwisho wa safari. Pokea mioyo yetu pia nazo shukurani. Tumekuja na sadaka, zipokee Mungu wetu. Tunapoanza safari,
utupe matumaini, utembee nasi Bwana hadi mwisho wa safari. Tufumbe macho tupate kuomba. Yehova mtukufu, Baba wa milele, asante kwa matoleo haya. Bariki mkutano huu, na kwa matoleo haya na zaidi utufanye kuwa watoaji pia, lakini kupitia hiki tunachokitoa ikakutangaze wewe hata siku utakapokuja. Andaa mioyo yetu kwa utukufu wa jina lako, maana tumeomba kwa imani kupitia jina la Yesu. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Basi hiyo kwaya inayoshuka ni kwaya ya kanisa la Waadventista wa Sabato Dumila Juu, na hivi punde kwaya ya Dumila Mission SDA watakuja hapa kumkaribisha mhubiri wetu. Niko hapa kwa ajili ya utambulisho. Aliyetuletea somo la sadaka na ombi kwa ajili ya sadaka ni ndugu yetu Amos Joram, na aliyetupatia fungu la maandiko matakatifu na ombi la kikuhani ni ndugu John Peter Mashamba. Wote wanatoka kanisa la Dumila Mission. Ninayesimama mbele yenu naitwa mchungaji Emareka Twaro Kibasisi wa mtaa huu wa Dumila. Atakaye kwenda kutupatia neno la Mungu ni mtumishi wa Mungu, mhubiri Ibrahim Joseph Jombura. Ni mchungaji wa mtaa wa Kihonda, na kama sijakosea na Majengo. Wangapi wanamkaribisha? Pastor, unakaribishwa sana. Timu imetimia. Tuko na mchungaji Samuel Benjamin Bokeye kutoka shule yetu ya Kitungwa. Pastor, unaweza kusimama na kupunga mikono. Jamani, huyu atakuwa pamoja nasi hasa katika kipindi cha uongozi na katika darasa la ndoa changa. Haleluya. Tuko na mwinjilisti APD Juma Magutu. Karibu sana mtumishi wa Mungu. Yeye ni mwenyeji lakini leo ni mgeni. Atakuwa nasi katika mafundisho makuu na unabii. Alafu pia tuko na mtumishi wa Mungu Yona Mabu. Sijui yuko upande gani. Simama upunge mkono. Yeye anakuja kwetu kutoka Dodoma CTF, Central Tanzania Field. Yeye ni mkurugenzi wa idara ya vijana katika field hiyo. Wangapi wanamkaribisha huyo mtumishi wa Mungu? Kilio cha vijana kimesikiwa, kwa hiyo mkae mkao wa kula. Lakini atakuwa nasi pia katika kipindi cha masomo yale ya uwakili kutuhamasisha. Wangapi wanamkaribisha huyo pastor? Asante sana. Basi mtumishi wa Mungu Ibrahim Joseph Jombura, karibu kwa neno la Mungu. Kwaya ya Dumila Mission, karibuni kuandaa njia kwa ajili ya mhubiri. Bwana awabariki sana.
akanifanya kuwa wa thamani kuliko viumbe vyote. Alichukua tope akalifinyanga, akaliumba kwa mfano wake yeye. Mungu akanifanya kuwa wa thamani kuliko viumbe vyote. Akanatangaza hukumu wake, mbingu zinahubiri habari zake njema. Vitu vyote vinatulia kwake, vikimtukuza yeye. Akanatangaza hukumu wake, mbingu zinahubiri habari zake njema. Vitu vyote vinatulia kwake, vikimtukuza yeye. Yote tuyaonayo yanautangaza ukuu wako Bwana na utukufu wako. Wewe ulinganishwi na kitu chochote, milele hata milele. Yote tuyaonayo yanautangaza ukuu wako Bwana na utukufu wako. Wewe ulinganishwi na kitu chochote, milele hata milele. Akanatangaza hukumu wake, mbingu zinahubiri habari zake njema. Vitu vyote
Sijajua kwamba ndio maana Waswahili wanasema maneno yanaumba. Basi baada ya kutania vile nikakuta kwamba nimekuja huku kweli. Basi jina la Bwana na litukuzwe sana. Amen. Lakini pia na furaha kwa sababu Dumila uliwahi kuwa mtaji lani yangu wakati nachunga Magubike. Na nina imani kuna watu wa Magubike wako hapa. Kama hapo, hebu wanipungie mkono. Mnasemaje kwa Magubike? Barikiwe sana na Mungu awe pamoja nani. Asubuhi ya leo tutaenda kuangalia tu muhtasari wa yale ambayo tutakuwa tukiyapitia katika juma hili, na tusisahau kwamba tutakuwa na box la maombi ambayo tutakuwa tukiendelea kuyaombea hapa, mambo ambayo watumishi wa Mungu watayaleta kwa ajili ya Bwana kuweza kuwatendea. Na siku ya Ijumaa muda wa ibada kama huu, basi tutaweka majumuisho ya maombi yote na tutaomba ili Bwana aweze kutufanyia kambi hili liwe kambi lenye baraka. Na kila mmoja ambaye anatamani Bwana amtendee katika kambi hili, basi tutamwomba Bwana ili aweze kumtendea. Kila mmoja abakize hatima au alama ya yale mambo ambayo Mungu alimtendea katika kambi la Dumila 2026. Lakini siku ya Alhamisi itakuwa ni siku ya baraka. Siku ambayo tutakuja na mifugo mingi, tutakuja na mazao, tutakuja na vitu vya kutosha ambavyo tutamletea Bwana. Na kwa sababu ni siku ya baraka, basi tutakumbuka yale ambayo Mungu ametutendea. Tutaweza kumtolea zaidi kwa kupenda na kwa moyo wa kusukumwa na Mungu mwenyewe. Andaa sadaka yako ya vitu, andaa sadaka yako ya mchicha, mboga, mahindi na kila kitu. Wale wenye maduka ya vifaa, andaa simenti, andaa wale maduka ya vitambaa, andaa vitambaa. Tulete sadaka za kutosha kwa ajili ya kushukuru jinsi ambavyo Mungu amekuwa pamoja nasi na ametufanyia ulinzi katika juma la mwaka mzima. Hatimaye tumekuja kuona makambi ya mwaka ambao ni 2026. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo usisahau, kama kuna mambo ambayo unatamani tuweze kuomba pamoja, utaleta kwenye box la maombi, na kama una sadaka zako ambazo uziandaa, basi endelea kuziandaa ili wasaa utakapofika basi ushiriki mbaraka wa kumtolea Bwana shukrani ya ulinzi ya mwaka mzima. Mungu awe pamoja nani. Kwa hiyo asubuhi ya leo tutaenda tu kutafakari namna ambavyo Mungu anatamani tuweze kutembea katika juma hili kwa baraka ambazo Mungu ametupatia. Tuinamishe nyuso zetu tuweze kuomba. Baba Mungu, tunakushukuru sana kwa jinsi ambavyo umekuwa mwema kwetu, na tunatambua kwamba unatupenda, na tumetambua, na ndio maana hata leo tumejihudhurisha kwa ajili ya kukutana na wewe. Nena na mtu mmoja mmoja, nena na sisi sote katika kutano hili, yale yaliyo mapenzi yako kubali na uruhusu yaweze kutendeka katika mchana wa leo. Na yale ambayo Bwana unatamani tukutane nayo kupitia mchana wa leo, yafanye yawe sehemu yetu. Neema yako yatosha, tunaomba katika jina la Yesu Kristo. Amen. Asubuhi ya leo natamani tuangalie lengo la moto huu wa makambi wa mwaka 2026. Anasema nitakwenda nikimsubiri nani? Mshasahau. Makambi Tawa Dumila 2026. Mbona mmekaa tena? Makambi Tawa Dumila 2026. Ya, sasa tunaenda kuangalia moto wa makambi ya Dumila 2026. Moto huu wa makambi ambao umetumika katika makambi mengi ndani ya nchi hii ulikuwa na lengo la kutukumbusha mambo machache. Kwamba nitakwenda nikimsubiri Yesu. Angali nikiwa duniani, nikiwa ninaendelea na majukumu yangu,
Moto huu unanikumbusha kwamba katika majukumu yangu bado moyo wangu, fikra zangu na akili zangu zielekee zikimsubiri Yesu. Bwana Yesu asifiwe. Katika shughuli zangu ninazozifanya, katika kilimo, katika ufugaji, katika masomo, katika kazi, katika biashara, niendelee kufanya yote, lakini akili yangu na lengo langu liendelee kumsubiri Yesu. Maisha yaendelee, majukumu yaendelee, lakini katika moyo wangu lazima niache nafasi kubwa ya kutambua kwamba haya yote nayoyafanya, lakini bado nina lengo la kumsubiri Yesu. Kila jambo ambalo nitalifanya lazima nilifanye nikiwa na lengo la kumsubiri Yesu. Wale wanaoimba waimbe, lakini wawe na lengo la kumsubiri Yesu. Wale watakaohubiri wahubiri, lakini wawe na lengo la kumsubiri Yesu. Na wale wote ambao wanajihusisha katika mambo kadhaa na karama ambazo Mungu amewapatia, wafanye, lakini lengo liwe ni kumsubiri Yesu. Na asubuhi leo tutaenda kuangalia sifa za wale wanaomsubiri Yesu. Na sifa hizi zinajengwa katika kitabu cha Mathayo 21, Mathayo 25 kuanzia fungu la kwanza hadi la 13. Habari ya wanawali 10. Na sifa hizi za wanaomsubiri Yesu ni sifa ambazo kila ambaye anatamani kumsubiri Yesu anapaswa kuwa miongoni mwa sifa hizi. Kila yule mwenye lengo la kumsubiri Yesu anapaswa kujenga sifa hizi, anapaswa kuwa na vinasaba hivi, anapaswa kuwa na viashiria hivi kama kweli anamsubiri Yesu. Na asubuhi ya leo katika kambi la Dumila, natamani nikupatie viashiria hivi uwe navyo kama ni miongoni mwa wale ambao wanamsubiri Yesu. Bwana Yesu asifiwe. Wale wanaomsubiri Yesu, jambo la kwanza ni watu wa maombi. Bwana Yesu asifiwe. Wanamsubiri Yesu, lakini wamejikita katika kuendelea kuomba. Ni watu wa maombi, ni watu waliojijenga katika kuomba, ni watu ambao wana mazoea ya kuomba, ni watu ambao wana utamaduni wa kuomba, ni watu ambao wana utamaduni wa kuzungumza na Yesu kwa njia ya maombi. Wale wote wanaomsubiri Yesu lazima watengeneze tabia ya kuwa watu wa maombi. Wale wanaomsubiri Yesu wajenge familia zao katika muundo wa kuwa watu wa maombi. Maisha yao yajiconnect kuwa watu wa maombi. Lakini jambo la pili, wale wanaomsubiri Yesu wanapaswa kuwa watu wa kusoma neno. Msomaji wangu utanisomea kitabu cha Zaburi 119 fungu la 11. Katika Zaburi ya 119 fungu la 11. Ndio. Neno la Mungu linasema, ndio, moyoni mwangu nimeliweka neno lako, nisije nikakutenda dhambi. Bwana Yesu asifiwe. Wanaomsubiri Yesu katika mioyo yao wanapaswa kulijaza neno. Wanaomsubiri Yesu katika mioyo yao, sehemu kubwa wa vitu ambavyo wanajazwa, wanapaswa kujaza neno la Mungu. Wanaomsubiri Yesu wanapaswa kulipenda neno la Mungu. Wanaomsubiri Yesu wanapaswa kulificha katika moyo wao neno la Mungu. Wanaomsubiri Yesu wanapaswa kuliamini neno la Mungu. Wanaomsubiri Yesu wanapaswa kujenga mazingira ya mazungumzo yaliyojawa na neno. Wanaomsubiri Yesu wanapaswa kushuhudiwa na matendo yanayomsubiri Yesu. Kwa hiyo wanaomsubiri Yesu wanapaswa kuwa na sifa ya kulisoma neno, ya kulichunguza neno, ya kuliishi neno, ya kulitenda neno. Wanaomsubiri Yesu wanapaswa kuwa watu wa kulisoma neno. Asubuhi ya leo natamani nikupatie sifa ya kupenda Kristo, uwe mtu wa neno. Na wale watu wa neno wanapaswa kila siku wajilishe neno. Asubuhi wajilishe neno, mchana wajilishe neno, jioni wajilishe neno, maana hao ndio wenye sifa za kumsubiri Kristo. Tunapokuwa tukimsubiri Yesu lazima tutengenezeke katika njia na namna ya kuwa na vinasaba vya kumsubiri Yesu. Na vinasaba hivyo
ni kuliweka neno la Mungu katika mioyo. Lakini jambo lingine la wanaomsubiri Yesu, wanapaswa kuwa na taa zao, na taa zao zinapaswa kuwa na mafuta. Katika kitabu cha Mathayo 25 fungu la 4, msomaji anasemaje? Mathayo sura ya 24. Ndio. 25 fungu la 4. Fungu la 4. Neno la Mungu nasema, bali wale wenye busara, anasema wale wenye busara walitwaa mafuta katika vyombo vyao pamoja na taa zao. Wenye busara walitwaa mafuta katika vyombo vyao pamoja na taa zao. Na katika asubuhi ya leo katika kambi la Dumila, anasema kwamba wale wote wenye busara na wale wote wenye viashiria vya kumsubiri Yesu lazima wawe wameweka mafuta katika taa zao. Taa ni ushuhuda wa yale, ushuhuda wa nje wa yale ambayo unayaamini katika jumuiya ya watu wanaokuzunguka. Taa ni mwangaza wa kuonyesha matokeo ya jinsi ambavyo unaliamini neno. Taa ni viashiria vya kuonyesha jinsi ambavyo unatamani kuliishi neno la Mungu. Wale wanamsubiri Yesu wanapaswa kujenga maisha yao ya ndani yenye viashiria vya nje ambavyo vinaakisi kushiba neno katika mioyo yao. Bwana Yesu asifiwe. Lakini wale wanaomsubiri Yesu wanapaswa kuwa na subira na uvumilivu. Katika kitabu cha Yakobo 1:6 anasemaje? Yakobo 1 fungu la 6. Ndio. Neno la Mungu linasema, ndio, ila naombe kwa imani, ndio, pasipo maana mwenye shaka ni kama wimbi la bahari lililochukuliwa na upepo na kupeperushwa huku. Wanaomsubiri Yesu wanapaswa kuwa na subira na uvumilivu. Wanaomsubiri Yesu katika maombi yao, hata kama yamepita kipindi, wanapaswa kujenga katika subira. Sara aliomba akasubiri kwa muda wa miaka 25. Ndipo ile ahadi ikatimia. Lakini Rebeka na Isaka walimuomba Mungu kwa muda wa miaka 20. Kila siku, mchana na usiku, wakitamani Mungu awatimizie yale yaliyo mahitaji yao. Inawezekana nikawa muhanga wa jambo fulani. Wapo watu fulani ambao wakati katika maisha yao wameomba kwa muda mrefu, wanatamani wapate mtoto, lakini katika kipindi chote ambacho wameomba wapate mtoto, mpaka sasa bado hawajapata mtoto. Kupitia asubuhi ya leo nataka nikutie moyo kwamba wale wenye kumsubiri Kristo wanapaswa kuwa wavumilivu katika yale ambayo wanayaomba. Wale ambao wanamsubiri Yesu wanapaswa kujenga imani yao katika yeye, na wanapaswa kuamini kwamba ipo siku Bwana atawatendea. Na katika kujenga imani kwa Kristo, bado wanapaswa kuendelea kuwa watu wa maombi. Hata katika kusubiri wanapaswa kuendelea kuwa watu wa maombi. Hata katika kusubiri wanapaswa kuendelea kuvumilia katika ahadi. Maana wanaomsubiri Yesu wanapaswa wajifunze kuamini kwamba yeye ndiye anayewasaidia. Wanaomsubiri Yesu lazima wajenge subira, lazima wajenge uvumilivu, lakini lazima waamini kwamba Mungu anaweza. Lazima waamini kwamba Mungu pekee ndiye atakayewasaidia. Wanaomsubiri Yesu wanapaswa watengeneze muundo na taswira ya kuamini kwenye ahadi zake. Wapo ambao wameomba kwa kipindi fulani, lakini kwa muda tu mfupi wamejikuta wameenda kwa waganga, maana wameona ahadi zao hazitimii. Na wapo ambao wameomba Mungu awasaidie waweze kupata kazi, lakini waliposikia kwamba kuna namna ya kupata kazi kwa njia ya rushwa, wakajiingiza katika kupata kazi kwa njia ya rushwa, wakasahau kwamba wao wanamsubiri Yesu. Bwana Yesu asifiwe. Wanaomsubiri Yesu hawawezi kuonga ili wapate kazi. Wanaomsubiri Yesu hawawezi kuuza mili yao ili wapate fedha. Wanaomsubiri Yesu hawawezi kutenda mambo ya ajabu kwa ajili ya kujipatia faida. Hawana hofu ya mambo yajayo. Wanaomsubiri Yesu wamejikita katika kuamini ahadi za Mungu. Wanaomsubiri Yesu wamejikita katika kungoja ahadi za Bwana. Bwana Yesu asifiwe. Wanaomsubiri Yesu wana macho yanayotazama mbinguni.
Bwana Yesu asifiwe. Wanaomsubiri Yesu, akili zao na mawazo yao yanatazama mbinguni. Katika kitabu cha Yakobo 1:6 anasemaje mtu wa Mungu? Yakobo 1:6 anasemaje? Nasema ila naombe kwa imani. Ndiyo. Pasipo shaka yoyote. Maana mwenye shaka ni kama wimbi la bahari lililochukuliwa na upepo na kupeperushwa huku na huku. Wanaomsubiri Yesu wanapaswa kuomba kwa imani. Wanaomsubiri Yesu wanapaswa kuamini kabla hawajatendewa. Wanaomsubiri Yesu ni watu ambao hawana mashaka juu ya kile wanachokiamini. Wanaomsubiri Yesu imani zao haziyumbishwi. Wanaomsubiri Yesu hawawezi kwenda kufanya mitihani na Sabato. Wanaomsubiri Yesu hawawezi kwenda kufanya kazi kwa sababu kuna padiem siku ya Sabato. Wanaomsubiri Yesu hawako tayari kudhalilisha imani yao. Wanaomsubiri Yesu hawapo tayari kuuza mili yao. Wanaomsubiri Yesu hawapo tayari kupata mambo kwa ajili ya shortcut. Wanaomsubiri Yesu wamejikita katika kuweka imani zao kwa Yesu. Wanaomsubiri Yesu wanapaswa waendelee kujenga mioyo yao katika tumaini la kuamini kwamba Yesu yuko pamoja nao. Kijana mmoja msomi mwanasheria alimfuata Yesu. Alipomfuata Yesu akamwambia, "Mwalimu, nifanye nini niweze kuurithi uzima milele?" Mwalimu akamwambiaje? "Unazijua amri?" Na akamwambia, "Ndiyo. Hizo nimezishika toka nikiwa adventure." Mbele, sawa. "Nini kilichopungua?" Mwalimu akamwambia aende akauze mali alizo nazo. Na baada ya kusikia maneno hayo yenye uchungu na maumivu, hakuendelea kuuliza wala kufanya conversation, bali alikimbia. Na kwa nini alikimbia? Kwa sababu moyo wake ulikuwa umejengwa katika mali. Asubuhi ya leo natamani nikwambie kwamba moyo wako usiujenge katika mali. Asubuhi ya leo natamani nikwambie moyo wako usiujenge katika kazi. Asubuhi ya leo natamani kwambie moyo wako usiujenge katika kufikiria mtu fulani. Moyo wako unapaswa kujengwa katika Yesu na kuamini kwamba yeye ndiye pekee anaweza kutusaidia. Na kwa sababu ya kuwekeza moyo katika mali, baada ya kusikia sauti ya Yesu kwamba kauze alivyonavyo, maana alivyonavyo ndivyo moyo wake ulivyokuwa, kwa kweli alipata huzuni, masikitiko na akapata fadhaa, kwa sababu moyo wake ulikuwa umewekwa katika mahali. Asubuhi ya leo, kama moyo wako umewekwa katika mahali, hauwezi kuwa miongoni mwa wanaomsubiri Yesu. Lazima uwekeze moyo wako kwa Yesu. Weka moyo wako kwa Yesu. Mwambie Yesu, wewe ninakupenda, ninakuamini, najua katika shida zilizo mbele zangu utanisaidia. Mtu mmoja wakati tumeenda kufanya interview tukiwa tumemaliza chuo miaka hiyo kama 10 na ngapi iliyopita, tuliitwa interview siku ya Sabato. Bwana Yesu asifiwe. Kwa sababu tulikuwa ni wengi, tukawa tunaulizana. Lakini watu kadhaa hasa waliosema hawaendi ndio walioenda. Lakini wale waliokuwa wanajiamini kwamba wataenda, baadhi hawakwenda. Na wale walienda kufanya interview, wale watatu wote walifanikiwa kupata kazi. Lakini walipofanya kazi baada ya miezi mitatu, utaratibu wa kazi ukabadilika. Kwa sababu kampuni inatamani kuingiza fedha nyingi, inabidi tuongeze masaa ya kufanya kazi. Na kwa sababu hiyo, miongoni mwa siku ambazo zilipendekezwa kuongezwa ni siku ya Sabato. Wale vijana watatu walikataa kufanya kazi na Sabato, wakisema na kuamini kwamba sisi ni wa Sabato, hatuwezi kufanya kazi na Sabato. Lakini kwa sababu faili ya kumbukumbu lao ofisi inayo, waliwatolea faili kwamba kumbuka ulifanya interview siku ya Sabato. Na kama kweli ulifanya interview siku ya Sabato, inawezekanaje ushinde kufanya kazi siku ya Sabato?
Kwa kweli wale watu waliingia katika mtanziko mkubwa na wakapewa muda. Baada ya muda fulani muwe mmeshatoa majibu. Kubaki au kuondoka. Bwana Yesu asifiwe. Na hii ikaja kuwadhihirishia kwamba kumbe tunapaswa kubaki na Yesu. Usipobaki na Yesu, yale yote yanayokuja mbele yako yanaweza kabaki kuwa kama maua ambayo hayana future baadaye. Weka Yesu awe katika moyo wako. Lakini wanaomsubiri Yesu wanapaswa kuishi kwa matarajio. Katika kitabu cha Tito 2 fungu la 12 anasemaje? Tito 2:12 mpaka 13. Neno la Mungu linasema, ndiyo, nayo yatufundisha kukataa ubaya na tamaa za kidunia, tupate kuishi kwa kiasi na haki, ndiyo, na utauwa, ndiyo, katika ulimwengu huu wa sasa, ndiyo, tukilitazama tumaini lenye baraka. Bwana Yesu asifiwe. Na mafunuo ya utukufu ndiyo wa Kristo Yesu, Mungu mkuu na Mwokozi wetu. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Wale wanaomsubiri Yesu wanapaswa kujifunza kuwa na kiasi. Wale wanaomsubiri Yesu wanapaswa kuishi maisha ya utauwa. Wale wanaomsubiri Yesu wanapaswa kuishi katika njia na mwelekeo ambayo ameuachia Yesu. Marafiki zangu, asubuhi ya leo nawapendekezea kuchukua tabia za kumsubiri Yesu. Natamani tuwe tuna viashiria vya kumsubiri Yesu. Natamani tujenge tabia ya kuwa wale wa kumsubiri Yesu. Katika kitabu cha Mathayo 24:46 anasema, Mathayo 24:46 neno la Mungu linasema, ndiyo, heri mtumwa yule ambaye bwana wake ajapo atamkuta akifanya hivyo. Wanaomsubiri Yesu wanapewa heri. Heri ya wanaomsubiri Yesu, anasema kwamba ni heri yule mtumwa ambaye bwana ajapo atamkuta akifanya hayo. Asubuhi ya leo zile sifa za wanaomsubiri Yesu, anasema kwamba ni heri Bwana akakukuta unafanya hizo. Kwa sababu wale wanaomsubiri Yesu wanapaswa kujikita katika kuhakikisha kwamba wako connected na Mungu. Wanaomsubiri Yesu wanatakiwa kukaa kwenye network ya Yesu. Wanaomsubiri Yesu wanapaswa kuingia katika mfumo wa kuwa na ubia na Yesu. Wanaomsubiri Yesu wanapaswa kutengeneza mazingira ya kuhakikisha kwamba kila hatua wanaokanyaga wao wamejiunganisha na Yesu. Alama 3 za kujiuliza kama unamsubiri Yesu. Mambo 3 ya kujiuliza kama unamsubiri Yesu. Wanamsubiri Yesu wanajitakasa. Bwana Yesu asifiwe. Wanaomsubiri Yesu wametengeneza utaratibu wa kujitakasa. Wanaomsubiri Yesu wametengeneza mazoea ya kila wakati kufanya toba, kila wakati kujisalimisha, kila wakati kukimbilia magotini. Maana wanajua kabisa kwamba sisi si lolote, sisi si chochote bila Yesu. Wanaomsubiri Yesu wanapaswa kutengeneza mazingira ya kuhakikisha kila nyakati wako salama miguuni pa Yesu. Wanaomsubiri Yesu wanapaswa kutengeneza mazingira ya kuwa karibu na Yesu. Wanaomsubiri Yesu wanapaswa kila nyakati wawe katika miguu ya Yesu. Wanaomsubiri Yesu wanapaswa kutengeneza mazingira ya kumfanya hata Yesu atambue wako pamoja naye. Mwanamke yule alipoenda katika nyumba ya Farisayo, alipomkuta Yesu katika nyumba ya Farisayo, aliingia pale kwa huzuni na akiwa na mafuta yake, akienda akimfuta Yesu katika miguu na akimimina ile malhamu katika miguu ya Yesu na akilia kwa uchungu, akitamani Yesu aweze kumsamehe. Na kupitia kisa hicho kinakukumbusha mimi na wewe ambao tunamsubiri Yesu kwamba kumsubiri Yesu kunahitaji kujitoa kweli kweli. Kunahitaji kujisalimisha. Kunahitaji kutengeneza mazingira ya kuwa connected katika hali ambayo hata wewe
unatambua kabisa hapa kwa kweli nina haja ya kumsogelea Yesu. Mwanamke yule baada ya kufanya tukio lile, halikuonekana tukio la thamani mbele za watu, lakini Yesu akasema alichokifanya mwanamke huyu ni kikubwa. Maana nilipokuja katika nyumba yako haukuweza kunifuta miguu. Nilipokuja katika nyumba yako haukuweza kuninawisha miguu. Lakini mwanamke huyu amefanya lililo kubwa. Wanaomsubiri Yesu wanapaswa kujisalimisha, wanapaswa kujitakasa na kusogea miguuni mwake kila itwapo leo. Lakini alama nyingine ya wanaomsubiri Yesu, wanapaswa kushiriki katika kufanya kazi ya Mungu kikamilifu na kwa uaminifu. Wale wote waliopewa kazi ya kufanya kwa mwaka 2026 kupitia asubuhi ya leo, nataka niwatie moyo kwamba kwa sababu nimebebeshwa jukumu la kufanya kazi kwa niaba ya Yesu, ninapaswa kufanya kazi kikamilifu na kwa bidii. Kwa sababu napofanya hivyo ninaonyesha vinasaba au viashiria kwamba nimedhamiria kumsubiri Yesu. Lakini jambo la tatu, wanaomsubiri Yesu wanaishi maisha yao, wana amani wala hawana woga. Hawaogopi maisha. Wanaomsubiri Yesu hawaendi kucheza michezo ya kubeti, maana kubeti ni woga wa maisha. Wanaomsubiri Yesu hawawezi kwenda kuuza miili yao, maana huo ni woga wa maisha. Wanaomsubiri Yesu wanatulia kusubiri ahadi za Bwana. Lakini wakiendelea kufanya kazi, lakini wakiendelea kujisogeza kwake, lakini wakiendelea kutengeneza mazingira ya kuwa connected na Yesu, wale wanaomsubiri Yesu hawana woga wala hofu, maana wana ahadi na wanaziamini. Wanaomsubiri Yesu wana mifano mingi ya watu ambao Mungu aliwatendea. Wanaomsubiri Yesu kama Nuhu alionyesha dhamira ya kumsubiri Yesu pale alipodhamiria kwamba mimi nimechagua kufanya kazi yake. Hakuogopa dhoruba, hakuogopa kutengwa, hakuogopa kuachwa, bali alidhamiria kuhakikisha kwamba lengo ambalo Bwana amempatia linatimia. Asubuhi ya leo, dhamiria moyo wako uweze kutenda yale ambayo majukumu Mungu amekupatia kwa mwaka 2026. Lakini wewe ambao Bwana amekupatia majukumu, hakikisha kwamba katika mwaka huu unatekeleza bila kuwa na wasiwasi, maana Bwana yuko pamoja nao. Danieli alipotambua kwamba subiri Yesu, akaazimu moyoni mwake kwamba hatajitia unajisi kwa ajili ya vyakula visivyofaa katika meza ya mfalme. Na kwa sababu hiyo Danieli aliamua kudhamiria akae upande wa kumsubiri Yesu, bila kujali dhoruba, bila kujali mawimbi, bila kujali harakati. Yeye alisimama upande wa Yesu. Lakini mtu mwingine ambaye anaitwa Musa, kwa sababu alikuwa na dhamira ya kumsubiri Yesu, aliona kwamba akimbie katika nyumba ya mfalme akiwa na lengo kwamba Mungu yupo tayari Bwana aweze kumtumia. Na Musa akakimbia milki za Misri kwa sababu alikuwa na dhamira ya kumsubiri Yesu. Yusufu naye alipokuwa na dhamira ya kumsubiri Yesu, akaazimu kutoshiriki katika matendo ya kuzini na mke wa bosi wake, na akawa tayari kupata adhabu, kupata dharau, kupata maumivu kwa aina yoyote, ili lengo tu libaki kumsubiri Yesu. Mtu mwingine ambaye anaitwa Caleb, wakati wale wapelelezi wanaleta taarifa mbaya
wanazifikisha zikiwa hazina matumaini, taarifa zilizokatisha tamaa, taarifa zilizovunja mioyo ya watu, taarifa zilizodhoofisha afya za viongozi. Caleb alikuja akiwa na lengo moja la kuwatia moyo kwamba ile nchi ni nzuri na ile nchi sisi itakuwa ya kwetu. Matumaini ambayo Caleb alileta yalikuja kurejesha mioyo ya watu ambao wamevunjika na moyo. Asubuhi ya leo, kama wewe ni miongoni mwa wanaomsubiri Yesu, uweke moyo wako uwe na tabia kama ya Caleb. Wakati wengine wanaona kufeli, Caleb anaona kufaulu. Wakati wengine wanaona kushindwa, Caleb anaona kushinda. Wakati wengine wanaona kudondoka, Caleb alikuwa anaona kuinuka. Kwa nini? Kwa sababu dhamira yake ilikuwa ni kumsubiri Yesu. Msomaji wangu, katika kitabu cha Isaya Isaya 40 fungu la 31 anasema, lakini wale wamngojao Bwana watapata nguvu mpya. Bwana Yesu asifiwe. Anasema kwamba wale wamngojao Bwana watapata nguvu mpya, watapaa kwa mbawa, maana dhamira yao ni kumngoja Bwana. Na wanaonisikiza asubuhi ya leo, napenda kuwatia moyo kwamba kama kweli upo miongoni mwa wale ambao wanamngoja Bwana, Bwana anatuhakikishia kwamba tutapata nguvu mpya na tutapaa juu kwa mbawa. Fungu langu la mwisho, Yohana 14 fungu la 3, anasemaje msomaji wangu? Yohana 14 fungu la 3, neno la Mungu linasema, basi mimi nikienda na kuandalia mahali, nitakuja tena niwakaribishe kwangu, ili nilipo mimi nanyi muwepo. Bwana amesema anaenda kutuandalia makao na atarudi tena kuja kutuchukua, ili alipo yeye nasi tuwepo. Wale wanaomsubiri Yesu na wanadhamira kusema kwamba Bwana tusaidie, niombe waweze kusimama pamoja nami niweze kuomba pamoja. Asante Baba Mungu kwa kuwa pamoja nasi. Umetubariki na umetukumbusha baadhi ya sifa za wale wanaomsubiri Yesu. Na kwa sababu hiyo umetukumbusha kwamba umeweka ahadi katika mioyo yetu kwamba tukae tukikusubiri, maana unaenda kuandaa makao ili utakaporudi kuja kutuchukua tulio tayari tuweze kuja kukulaki mawinguni. Asante Yesu, natamani kundi hili likawe miongoni mwa watu ambao wanakusubiri, na siku utakapokuja miongoni mwetu asionekane hata mmoja kukosa katika kutano lile. Yesu, tusaidie watoto wako. Yesu, tutie nguvu. Yesu, tusimamie tukiwa na imani. Tunaomba haya katika jina la Yesu Kristo, amen. Bwana awabariki sana. Bwana Yesu asifiwe.
Na mtazamaji wa Hope Media ETC, kufikia hapo hatuna la ziada. Asante kwa kushiriki nasi ibada ya leo. Naamini umekutana na Bwana, nawe unaenda ukimsubiri Yesu. Tutarejea kwako hapo baadaye kwa vipindi mbalimbali. Bwana awe nawe, nikutakie mchana mwema.